Nataka nizungumze maneno machache, nitaendelea na maombezi kadiri Mungu atakavyoniongoza. Kuna kitu cha msingi leo nataka nikizungumze na ukifuatilie sana. Leo nataka nizungumze juu ya mtembeleo wa pili uliotoka kwa Mungu kumwendea Elia. Mtembeleo wa pili uliotoka kwa Mungu kumwendea Elia. Kumbuka Elia alitembelewa mara mbili. Sasa leo tutazungumza mtembeo ule wa pili. Na bado nazungumza juu ya neno la mwaka ambalo tuko nalo 2026. Kwa hiyo nitagusa hapo na pengine wiki ijayo nitaendelea tena katika eneo lingine. Katika sura ya 19 mstari kuanzia wa 4 Wafalme wa kwanza, kama neno la mwaka lilivyo na linavyosema ya kwamba baada ya kuwa Elia mtumishi wa Mungu huyo aliyetikisa ufalme wa Ahabu, ufalme wa giza, Elia akasimama na kuutikisa. Na kitu tunafahamu wote, aliutikisa pale alipochinja manabii wa Baali 450, alipowateketeza wale manabii, na watu wakaondoka wakampasha habari Yezebeli aliyekuwa amesimama kama kiongozi wa manabii wale wa uongo. Wakamweleza ya kwamba Elia ameua manabii ambao ulikuwa unawategemea, walikuwa na tabiri. Lakini mwanamke huyu kwa mamlaka aliyokuwa nayo akatoa tangazo ya kwamba kama alivyofanyia manabii hao, na yeye akasema ya kwamba Elia afanywe hivyo hivyo. Anasema, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao akina nani, hao manabii. Anatoa kabisa neno la nguvu sana, nisipokufanya. Sasa Elia akapata taarifa na yeye, naye alipoona hayo aliondoka akaenda ahifadhi roho yake, akafika Berisheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Alikuwa na mtumishi. Wakaondoka wakaenda katika mji wa Yuda uliokuwa unaitwa Berisheba. Akaona hii muziki, ngoma hii mtumishi wake hawezi, majaribu hili nzito, akamwacha hapo, akaanza kwenda mwenyewe. Katika mstari wa 4 maandiko yanasema, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa, anakimbia kifo. Kuna tangazo limetolewa kumsaka na kumtafuta na kumuua. Akaendelea katika jangwa. Elia anakimbia kifo kwa Yezebeli, lakini pia anapokwenda na penyewe ni mahali pa kufa. Ulishakuwa jambo la namna hiyo? Yaani unakimbia kifo, lakini unapokimbia na penyewe ni pa kufa. Kwa nini pa kufa? Kwenye jangwa hakuna chakula. Kwenye jangwa hakuna maji. Kwenye jangwa hakuna mtu anaishi. Kwenye jangwa hakuna msaada. Elia amekimbia upande wa Yezebeli, lakini kula alipokwenda na penyewe anaelekea mahali pa kufa. Kwa hiyo Elia anaanza kutembea katika jangwa, mahali ambapo lazima afe. Atakufa huko jangwani, maana hakuna chakula, hana mtu. Mtumishi wake amemwacha Berisheba, yeye yuko mwenyewe. Lakini Mungu akamtokea kule jangwani, kule kwenye kifo, kule kwenye tatizo. Mungu akamtokea. Ni matumaini yangu mwaka huu 2026
mahali ambako msaada haupo, hata kama umekimbia mahali ambako ni pahatari, Mungu asikuache mwenyewe. Mungu ajitokeze, Mungu atokee na msaada wake, Mungu aje na suluhisho. Ninazungumza na watu ambao pengine umekimbia, umeenda mahali fulani, na kule ulipokimbilia umekutana na mambo yale yale, pengine ni zaidi hata ya yale. Mimi nakutangazia ya kwamba Mungu ambaye alimtokea Eliya alipokuwa jangwani, hana mtu, hana msaada, huyo Mungu unayemtumikia, huyo Mungu wa Eliya, huyo Mungu aliyepo, huyo Mungu atakayekuwepo, huyo Mungu anayeishi, huyo Mungu ambaye ni leo, huyo Mungu ambaye ni jana, huyo Mungu ambaye ni wa milele, hakutokee pale ulipokwenda, ulipokimbilia, ajitokeze kwako katika jina la Yesu Kristo. Nasema ajitokeze kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sasa kuna kitu nataka nikizungumze hapa cha msingi sana. Alipokuwa amekimbia kule, kweli akachoka. Huko hapa inawezekana umechoka sana, lakini nataka nikwambie ya kwamba madhabahu hii inatoa majibu. Mahali hapa ni mahali pa majibu, ni mahali pa kukata maneno. Haleluya. Ni mahali ambapo lazima upate jibu lako. Sasa amekimbia, akaenda, njaa ikamuuma, Eliya akaomba hafe. Akakutana mti mmoja wa mretemu, kama ambavyo nilikuwa nikisema, akalala pale kwenye ule mretemu. Kuna kimvuli fulani pale, Eliya akiwa anasubiri kufa. Yawezekana unasubiri kufa, umelala kwenye kitanda cha mauti. Mwaka huu lazima Mungu aibadilishe mauti iwe uzima katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Akiwa amelala pale kwenye ule mletemu, mbingu zinaona. Mungu akamuona Eliya. Maandiko yanasema Mungu akamtuma malaika. Sasa hapa nataka uweze kuelewa kile ambacho nataka nikifafanue kwa muda mfupi. Akamtuma malaika wake, akamwambia malaika, kuna mtumishi wangu mahala fulani kwenye jangwa fulani, amelala chini, amechoka, amefika pointi ya mwisho, anasubiri kufa, na maombi yake anataka hafe, maana hawezi kurudi tena kwa Yezebeli akata upanga. Malaika wa Bwana, kwa sababu ni wahudumu wetu, malaika ni wahudumu wetu. Biblia inasema malaika akashuka, akafika pale, akaoka mkate, akaandaa jagi la maji, akamwambia Eliya, inuka ule. Eliya akaamka, akakuta pale kuna maji, akakuta pale kuna mkate. Eliya akala, lakini malaika alimwambia neno moja tu, alimwambia ainuke hale. Hakuna alichoongeza, hakuna alichokisema, alimwambia neno moja tu. Utaona kuna tofauti kati ya ujumbe wa pili na ujumbe wa kwanza. Ujumbe wa kwanza unasema hivi katika mstari wa 4, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyoosha, akalala chini ya mretemu. Tazama, malaika akamgusa, akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa, alipokula akanywa, lakini akajinyosha tena. Malaika amwambia neno moja tu, inuka hule, akuongeza kingine. Huyu jamaa Eliya akala, alipokula bado anasikia udhaifu, bado anasikia njaa, akalala tena. Sasa safari ya pili, Mungu anakuja kivingine. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho ndo mimi nimekipata wiki hii, na Jumapili ya leo Mungu anakuja kwako kivingine. Anakuja kwako kivingine.
Nasema haleluya. Mungu akaja kivingine. Anakujaje hapa? Angalia hapa, hiki ndicho ninachokihubiri. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, tembeleo wa pili. Malaika anamtembelea tena Elia mara ya pili. Mara ya kwanza malaika amekuja, Elia amebakia vile vile. Elia ana mawazo ya kufa. Mara ya pili malaika anapokuja, anakuja na kitu ambacho Elia hatakuwa na mawazo ya kufa tena, hatakuwa na mawazo ya kukaa pale tena, hatakuwa na mtazamo mwingine wa kuendelea kuwa pale tena. Hiki ndicho kitu ambacho Mungu anakuja kivingine. Malaika Bwana akamwendea tena mara ya pili, akamgusa, akasema inuka ule. Kipindi kile cha kwanza alimwambia inuka ule, malaika akatoweka. Sasa hapa kuna kitu ambacho malaika anakiongoza, akamwambia inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Hilo ndio neno